Yawe, 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 tunakuinua. Yawe, 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 tunakuabudu. Hey Yawe, Yawe, hey Yawe Baba, hey Yawe Baba, hey Yawe Baba, hey Yawe Bwana, hey Yawe Baba, hey Yawe Yesu, hey Yawe Yawe, oh Mwokozi Yesu, Baba yangu, Baba wa mbinguni, Bwana wa uzima, Bwana unaponya, Bwana watakaza, Bwana unaweza, Bwana wainua, Bwana wabariki, Bwana unajenga, Bwana wa mabwana, Bwana wa uzima, Bwana wa rehema, Bwana wa ajabu, Bwana wa upendo, Bwana Bwana Bwana. Ay 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 ay. Patia watu wawili haifai tu na roho ya upendo, roho ya upendo, roho ya upendo. Watu wawili haifai ba. Na umwambie barikiwa, mwambie barikiwa, mwambie barikiwa. Hata kama kai kama baraka, mwambie tu barikiwa. Maisha yako barikiwa, na nyumba yako barikiwa, watoto wako barikiwa, na kazi yako barikiwa, biashara yako barikiwa, afya yako barikiwa, maono yako barikiwa. Barikiwa barikiwa, barikiwa ho, barikiwa, barikiwa ha, barikiwa, barikiwa we, barikiwa, 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 barikiwa. Ay 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 ay. Ukipata baraka chukua chukua. Sijaona mtu akichukua. Nyakua yako. Ukipata baraka chukua chukua. Yeka inagera ngai wakwa. Inagera ngai wakwa. Inagera ngai wakwa. Matuko makomoe. Endero gera ngai wakwa. Karogera ngai wakwa. Yesu. Karogera ngai wakwa. Matuko makomoe. Endero gera shomo nyombi. Karogera shomo nyombi. Karogera shomo nyombi. Matuko makomoe. Nego kena. Akomasha idarera moe. Maide matana noga. Nego kena. Akomasha idarera moe. Maide matana noga. Nego kena. Akomasha idarera moe. Maide matana noga. Tunawarushia moto. Moto. We chukua moto, chukua. Iye moto. Ay. Moto. Iye moto. Yeah, twende. Twende. Aya. Twende. Sema. Aya. Tembea. Aya. Twende. Ndio. Asante Yesu. Fanya mambo. Yeah. Aya. Jesus. Yeah. Sema. Aya. Hello. Yeah. Nani? Aya. Hello. Yeah. Jesus. Aya. Sema. Yeah. Okay. Aya, twende ya mwisho. Usiachwe. Wala wako fasting, pokea neema.
Ndio. Aya. Cheza. Wanajeshi. Saluti ya ye. Saluti. Weka hapo. Kanyaga. Hata kama kwenu hakuna shamshifu ama nyumba 10. Kanyaga hiyo. Sema. Alo. Aya. 1, 2, 3, 4. Amen. Kuna watu walifikiria uliisha. Kuna watu walifikiria ulikufa. Kuna watu hata madhabahu ya kwenu yanafikiria ulikufa kitambo. Yes. Tunataka wajue viumbe wa Jehova wanaishi. Uko na unaendelea. Weka shangwe na vigelegele. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Unajua kama unatafuta na kanza iwezi kukuona. Unajua kama unatafuta na accident iwezi kukuona. Unajua kama unatafuta na rejection iwezi kukuona. Maandiko inasema na kila kiumbe chenye pumzi. Sababu chenye pumzi kinaishi. Kimsifu Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Regardless your challenges, regardless the situation you are going through, kitu kimoja ninajua baba yetu anastahili sifa. Amen. Jehova Mungu anastahili kuinuliwa. Amen. Hata kama ulitandikwa na mzee, bado Jehova anahitaji shangwe. Hata kama unadaiwa mkopo, bado Jehova anahitaji shangwe. Hata kama mgonjwa, baba anahitaji shangwe. Hallelujah. Amen. You can have a seat. Unapoangalia kiti chako nasema Mungu usima akubariki. Utunzwe na ulindwe na Jehova. Utunzwe na ulindwe na Jehova. Na usikufe mapema. Na mahali walipanga hapo ndio utaishia. Nimesongesha hii in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna barua zinaandikwa na zinapigwa mihuri, zinapitishwa sifanye kazi. Ninasema hiyo barua ya mateso iliandikwa kwa maisha yako. Nina reject. In the name of Jesus. Nina reject. Haitafanikiwa. The mighty name of Jesus. Ile miti ilipandwa ya kupasuriwa mbao ya kutengeneza jeneza yako. Hiyo miti haijapandwa. Hiyo miti haijapandwa. Si nani tuko pamoja na yeye? Hallelujah. Basi kwa wale wageni, majina yangu naitwa Reverend Jacob, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya muda ambao Mungu ameniwezesha kusimama hapa mbele zenu. Sichukui kwa ni kawaida, najua imegharimu mkono wake Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, nashukuru kwa sababu ya our dad Bishop Mwai. Mungu akubariki na kutende mema kuinua vijana wako, kawapa mafuta waweze kuleta habari njema duniani. Ninashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu akuinue, akuhifadhi baba na akupe miaka mingi kwa jina la Yesu. Basi na wewe msikilizaji popote pale unatutegea, hiki ni kipindi cha neno lilo hai na ni mimi wenu Reverend Jacob. Naomba tuandamane pamoja hadi pale mwisho, na najua Mungu uzima atatubariki zote na atatutenda yaliyo mema. Nashukuru kwa sababu ya kiongozi wa ibada, nashukuru kwa waimbaji, kwaya, asha wote, wale wote wamehusika kwa njia moja na nyingine kufanikisha ibada ya leo. Sema Mungu wa uzima awabariki na watende mema. Tuwapigie makofi wote ambao wamehusika kufanikisha ibada ya leo. Mungu awabariki. Asante sana. Sema amen. Na karibisha wageni, karibuni. Hapa ni Jesus na tunawapenda. Amen.
Amen. Amen. Tigawari mwena wako kendo. Ngoja. Ninajua kuna kitu akikuruhusu wabundu. Ninajua kuna situation unapitia haikuruhusu ufurahie. But ask yourself one question. Ukifa ndio utafurahi? Mimi kuna wimbo hatutaimba. Hata nitafurahi siku ile nitakufa. Sasa nitajua nimeenda wapi. Mimi nitafurahi sasa niko hai. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kile unapitia. Tigawari mwena wako kendo ereha toshia ngoro yako nishikia otire tigawajara ngeri wanjira katere monde mekekaga chorus. Igoro ya mao mangewe wengai wekaga magegania uyore torinya na ekiongoro yako yeyoire ekeno ekumenya denawe wemodo eri. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kama uko na mikono tu unaweza ukampa Yesu sadaka nzuri ya makofi. Mungu wabariki na Mungu awatende yaliyo mema. Waibaji asanteni. Ngoro yako yeyoire ekeno nekomenya ndenawe wemodo eri. Thank you. Na hiyo wimbo nauliza ilipatanga translation ya Kiswahili? Hebu sema hiyo hapo basi kwa mic. Ate hebu rudi hiyo stanza. Kuna neema ya hiyo wimbo. Idoma komenye tiarosha oshiode nashonenda dime. Wonderful. Thank you. Tuongee sababu Yesu alipoongea na wanafunzi akiwa na wanaume waliohesabika 7,000 bila kuhesabu wandanda, wanafunzi wakaambia Bwana Yesu, achilia watu waende wakatafutie watu wajitafutie vyakula. Yesu akawaambia wapeni chakula. Wakasema kuna samaki 2 na mikate vipande 5. Akasema viletwe na watu waketishwe vikundi vya 50. Bwana Yesu asifiwe. Walikula wote na wakashiba na vikabakia vikapu 12. Ina maana kila mwanafunzi alibeba kikapu chake. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa unapitia hali ambayo umelala njaa. Inaweza kuwa umepitia hali ambayo inakupatia pressure. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu ufungue moyo wako ndio upate ndawa. Jua maybe unapitia hali haikuruhusu hata unisikize,
hata unasema afadhali ungelala. Sasa fungua moyo wako, niweke kitu kimetoka kwa Jehova upate uponyaji. Unajua uchumi iko na mambo sahi, watu wanakombana kwa sababu ya maisha vile iko. Usione kama bwana yako ndiye ameharibu uchumi, na usione kama mke wako ndiye ameharibu uchumi, na usione kama watoto ndio waliharibu uchumi. Andiko inasema Isaiah 59 verse 1, mkono wa Mungu si mfupi kutubariki, dhambi ndizo zinatutenga mbali na yeye. Kwa hivyo ukiona hivyo mnasema uchumi imekaa, ni watu wamrudie Mungu. Unajua nikisema hivyo unataka nianze kusema receive your miracle. Miracle wapi sasa? Miracle inaingia kwa roho ambayo imepatana na Jehova. Ujumbe wa siku ya leo, ambia jirani yako price of faith. Price of faith. Na Kiswahili inasema aje? Gharama ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Price of faith. Ukiwa na imani lazima itakuwa na gharama yake. Imani huwa na gharama yake, na ukiwa na imani lazima utajaribiwa. Itajulikanaje basi ni imani kamili ama dhabiti kama haitajaribiwa? Kitu cha kwanza, spirit of faithfulness. Faith inapatikana kwa spirit of faithfulness. Imani upatikana kwa roho ya uaminifu. Uwe mwaminifu kwa Mungu kwanza, ndio upate imani. Uwe mwaminifu kwanza kwa muumba wako. Ujiulize, ndio niwe mwaminifu, Mungu anataka niwe nini? Anataka nifanye nini? Ni nini cha kufanya sahihi na nini sio cha kufanya? Ni nini ya kusema sasa hivi na ni nini ambacho sio cha kusema sasa? Sababu Mungu anataka mtu mwaminifu amwabudu. Mungu anasema maombi ya mwenye haki ni kama manukato, lakini maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zake. Sasa ukiwa mwaminifu, ukiomba, maombi yako itamfikia Mungu. Ukiwa mwaminifu, ukiabudu, ibada yako itakubalika kwa Jehova. Number one, uwe faithful to your God. Uwe faithful kwa Mungu. Ukisikia jina faithful limebeba mambo mengi, ndio tuingia kwa faith. Na huwezi kuwa faithful kama una faith, na huwezi kuwa na faith kama wewe sio faithful. Kwa hivyo ni vitu mbili sinapitana hivi. Sasa mwanaume hata ajigambe na uume wake anaweza pata mtoto bila mwanadada. Sasa mwanadada na yeye sasa hata ajigambe kabisa na udanda wake anaweza pata mtoto bila mwanaume. Kwa hivyo ni vitu viwili vinapitana vina lazima kimoja kipate kingine ndio kikamilike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwe mwaminifu kwa Mungu. Uwe mwaminifu kwa madhabahu yako. Uwe mwaminifu kwa mchungaji wako. Kuna areas lazima uwe mwaminifu ndio uprosper in life. Na ukikosa faithfulness to those areas, sile nenda kuzitaja hapa, ujue maisha itakuwa ngumu. Utamblame watu. Si unaweza hiyo watu wanasema kumekaa. Lakini tokea kwa barabara pale utaona KNDS inapita. Utaona KNG numberless inapita. Na unasema hakuna pesa. Utaona lori ya mawe inapita na usifikiri inaenda kumwagwa kwa shamba ya mtu, ingojea mnunuzi, iko naona na imekwisha lipiwa. Utaona marori hizi za transport zinapanda zinashuka, mijengo inapanda, mambo yanaendelea kwa wale ambao wamekuwa waaminifu eneo ya pesa. Be faithful, number one, to your God. Number two, wale mnaandika note, be faithful to your altar and servant of God. Number three, be faithful to your husband and your wife. The next one, be faithful to your workplace, business. Unajua utakuwa mwaminifu tu kwa area nyingine ukose kuwa mwaminifu. Kuna mtu ukimwacha kwa duka yako anachukua pesa na anaweka hapa. Igorore amaondo mondewe.
Kuna mtu mzee akienda mbafu lazima aende na wallet sababu aamini mke wake si faithful. Kuna mama hawezi acha mzee komboma, ana make sure mjamaa ameshomoka kwanza ndio mama atoke, sababu marago itachotwa, njogoo itachukuliwa, itauzwa. Yani ni mwanaume anajibia, yeye si mwaminifu kwake. Si kama tuko pamoja? Yani kuna areas tunasidharau, tunachukulia ni kawaida, lakini hizo areas kama utakuwa mwaminifu, uwe faithful, hizo area maisha inakuwa very simple. Praise God, church. Be faithful to your God through giving, offering, worship, praise. Hallelujah. Wewe kama unaoshaka kanisa, be faithful. Osha bila kunugunika. Kama unanunuanga sabuni, nunua bila kunugunika. Hallelujah. Kama unarauka, rauka bila kunugunika. Kama unatoa bila kutangaza, ukuwe faithful. Kama una support bila maswali mengi. Uwe faithful kwa your marriage. Uwe faithful kwa your husband. Unasema ninaweza gonga kichaka, lakini kwa sababu ninamheshimu Mungu sitagonga kichaka. Ukuwe mwaminifu. Ukuwe mwaminifu mahali unafanyia biashara. Ati customer akikupatia 1,000 ukate 600 na unajua kabisa unafaa kumregeshea 400, usimregeshee 250. Ukuwe faithful. Ujue kabisa hapa napaswa kupatiana change ya 400 shillings. Lakini ingine utaita bahati, hiyo ndio imefungua milango ya kutokuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gusa jirani yako, mwambie najua uko karibu kulala. Najua uko karibu kulala. Sababu upendi hiyo. Sababu upendi hiyo. Mnatakanga kuna mlango inakuja kufunguka. Your blessings is coming. Your miracle is about to locate you. Where are you faithful? You are not faithful. Are you faithful so that your destiny can locate you? Unavaa vile Mungu maandiko inasema. Ndio akikuangalia anaona mtoto wake. Yes. Unakula vile maandiko inasema ama unakula tu kila kitu? Unakunywa kila kitu? Unajua kuna walevi hata hawananga mipaka. Akikuta shanga, weka. Kikuta Mogaza, weka. Kikuta ya Taska, weka. Kikuta sijui gani, bora tu alewe. Na utamuona kanisani, nina sababu. Ukuu wako. Akina Mungu ni wa ajabu na anamsaidia kidini asijachoma. Bwana Yesu asifiwe. Are you faithful? Hebu Anthony keti hapo nikuulize tu kiwe hapa. Keti hapo tu. Keti hapo nikuuliza maneno. Are you faithful to your workplace? Wewe ni mwaminifu mahali unafanya kazi? Wewe ni mwaminifu kwa wale mnafanya kazi na wao? Ukiambiwa washuhudie, unaweza kuwashuhudia ukweli ama uongo? Are you faithful? Ukiambiwa uangawie, utawangawia vile umeambiwa uangawie ama utaona juu umeachwa nchana na unapunguza unajui? Na ndio sasa tunainua mikono, Baba naomba unikumbuke. Mungu anaangalia mikono, anaona haina uaminifu. Anasema ukikuwa faithful nitakuja. Are you faithful to your neighbor? Neighbor yako kabisa, mlango ikiwa imefunguliwa, unaweza ona 200 imewekelewa kwa meza kabisa na upite na umemuona ameenda kwa choo. Na urudi na useme 200 kama sio Yesu ningepita nawe, lakini kwa sababu ya Yesu kaa tu hapo. Are you faithful to your neighbor? Ati akianika nguo kukinyesha utamuingishia. Are you faithful kwa neighbor
Anaweza kukuachia mtoto wake aende safari na arudi apate mtoto anakula vizuri. Are you faithful? Ukipika chakula au watoto kingawia wako na wanaiba, angalia unawekea wanani mifupa. Are you faithful to your cooking areas, kitchen area? Hata wa mama, are you faithful? Nyama inaingia kitchen ikiwa nusu, inatoka ikiwa quarter. Are you faithful? Tunataka tuongee leo. Hapo sawa. Leo nataka tuongee church. Wanaume, haleluya. Are you faithful? Hiyo area. Are you faithful ukitumwa kwa soko upewe 2,3? Change kibaki ya 800, are you faithful? Utairejesha ama utaipatia majina? Hiyo 800 utaipia majini. Kuna mama tulikuwa na 200 yake last week. Nikafanya na imeisha, hata ninakundai 50. Are you faithful? Salimia mtu tu. Mwangalie tu na usmile, muulize are you faithful? Nikuulize, muingie kwa hoteli, mko wawili mwekewa mandazi 3 kwa meza. Are you faithful? Mnaweza katana hiyo mandazi ya 3 ama utaharakisha uchukulie hiyo mwingine, wewe ukue na 2 yako uwe na 1. Are you faithful? Yani area kidogo lakini ndizo simebeba uungu. Sababu sinabeba roho ya huruma. Roho ya kukea about your partner, about your friend, about your neighbor. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu. Ukitumwa utarudisha change. Are you faithful? Hata kwa kanisa mnaweza iba na mtu gayure mwaga ekelekele, tunawarushia moto, unaona 500 unakanyanga. Moto. Moto. Are you faithful? In the church, are you faithful? Kabisa unaweza ona simu ya Samsung, Galaxy, Sparks, hiyo ingine inaitwaje? Ni ya wenyewe imewekelewa mahali na hakuna mwenyewe. Kama ni 40 na 48. Are you faithful? Unaweza shikilia hivi na useme, excuse, hii simu ni ya nani? Ama utawekelea Mungu miujiza ile acha tenda. Oh, thank you Jesus. Umenilipa ile katulu tulikalipotea lasia. Katulus. Mungu akulipe na simu ya wenyewe. Are you faithful? Gusa mtu muulize. Hata usimguze mfanyafanyili, mwambie na sasa ni kama kuna area. Tusomee Warumi 10 mstari wa 17. Imani chanzo chake ni kusikia. Na si kusikia kila maneno, ni kusikia maneno ambayo yanatoka kwa Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Are you faithful? Imani yako ndio ijengeke. Imesikia nini? Sasa inakupatia habari za Kristo, umwamini Yesu, imani yako ijengeke. True. Soma baba. Warumi 10 mstari wake ni wa 17. Soma. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Chanzo ama mwanzo wa imani kwanza kabisa ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia usikie kwa maneno ambayo yametoka kwa Kristo. Yes. Sababu hayo tu ndio maneno yako na imani sawa. True. Imani ya Yesu Kristo ambaye ni Kristo mwaminifu, alilipa gharama, akavumilia mateso, akapigwa, akafuliwa nguo zote, akavalishwa kofia ya miba, akagongwa misumari mikono na miguu, akiwa pale msalabani akatobolewa mbavu ikatoa maji na damu, na akasema bado nitakuwa mwaminifu kwa my Father. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema nitakuwa mwaminifu kwa my Father. Kile nilisema, eri mwanadamu niende nimkufie, sitabadilisha. Hata anapopigwa mijelendi 40 anasema eri nife mwanadamu
aokolewe. Jesus akasimamia faithfulness. True. Akapigwa, akafanywa yote na akasema heri nife mwanadamu aokolewe. Je, wewe ambaye ulikufiwa na Kristo, auambiwi ukufe? Unaambiwa tu uwe mwaminifu. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu? Wewe ni mwaminifu kabisa, unaweza beba na jamaa wa nduthi. Akanyaga mbreki hivi na kifuna kwa hapo akaniambia. Alikuja kujua baadaye ndiye ameanguka. Kwanza hakuona kama ameanguka, aliona ni muujiza Mungu ametenda. Mungu alitenda muujiza. Mungu alitenda muujiza wa dhambi. Kuza jirani yako, mwambie, muuliza, are you faithful? Anthony, are you faithful? Are you faithful to area of giving? Are you faithful? Are you faithful? Kufika kanisani mapema unafika saa ngapi? Na kazi kesho utafika saa ngapi? Kwa biashara kesho utafika saa ngapi? Na leo umefika kwa nyumba ya Muumba wako saa ngapi? Are you faithful? Are you a timekeeper? Unaweza kaweka masaa na useme ni masaa ndio nitaabudu Mungu. Unaweza ingia kanisa. Are you faithful? Umwabudu Mungu. Pale tumeandika saa 2 mpaka saa 7. Are you faithful? Saa 7 inafikanga. Imani tumeambiwa chanzo cha imani uja kutokana na kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Kristo. Tukisoma maandiko, baba yetu wa imani anaitwa baba wa imani Ibrahimu. Alijaribiwa na baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Akapata mwana. Unajua sasa wewe ukiona unajaribiwa, unapimwa imani yako, unaanza kupiga kelele. Kwa nini mimi Mungu unanijaribu? Kwa nini changamoto zinakuwa nyingi? Kwa nini hii na hii inatokea? Unaanza kusema sasa, Mungu ni kama anipendi. Mungu anakupenda. Na Mungu anatujali. Lakini imani yako si lazima ipimwe. Imani ya Ibrahimu baba yetu, imani ikajaribiwa. Tusomewe Mwanzo 22. Kuanzia 3, 4, 5, 6, 7. Usikie, alikuwa hana mwana wakiwa na mke wake Sara. Miaka ikaenda, siku zikasonga, visasi vikakuja. Miaka, wewe unafikiria miaka 90 ilikuwa mchezo? Bwana Yesu asifiwe. Wakapata mtoto. Sasa hapa Ibrahimu amepata mtoto. Ndio Mungu naye anakuja anamwambia sasa mtoto amemaliza kunyonya na ametairiwa, ametairiwa, amemaliza kunyonya, ameanza kutembea, ameanza kuwasaidia kuchota maji, kulete kuni, kuhakisha moto. Na unajua mtu akikoka miaka 80, 90, 100 hapo ni kutumana. Niletee ile, nibadilishe ile, chukua ile, lete hapa, badilisha ile, fungulia ile ndama, funga ile nyingine. Wamepata mtoto wa kutuma. Sasa Mungu anataka ajaribu imani yake. Anamwambia Ibrahimu, mchukue mwana wa pekee Isaka. Waimbaji walienda nyumbani. Uende mlimani ukantole sadaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeipata tusomee baba. Kitabu cha Mwanzo 22. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Mungu akamjaribu Ibrahimu. Akamwambia nini? Ibrahimu. Ewe Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Mimi niko hapa. Akasema, uchukue mwanao, na mwana wako wa pekee. Ndio. Umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoa sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo. Mlima Moria. Haleluya. Ibrahimu akaambiwa chukua Isaka. Ibrahimu aliishi kutolea Jehova kondoo, akawa anamtolea mbuzi, akawa anamtolea ng'ombe. Hata Mungu angetaka farasi na ngamia Ibrahimu angetoa. Lakini ikafika mahali urafiki wa Ibrahimu na Mungu ukaenda level nyingine. Kamwambia sasa, Ibrahimu unasikia? Mchukue mwana wa pekee na hakuna mwingine. Twende mahali nitakuonyesha kwa mlima Moria, ukanitolee sadaka. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Kojea kidogo baba. Ibrahimu
kuna area aliangalia akajua. Sasa wewe nikuulize aje, unaona Sara angeambiwa tunaenda kutoa mtoto, Mungu ameongea mambo ya sadaka ya mtoto, unaona Sara angekubali? Hata walipoenda na wakarudi, si kama unajuaga, Sara aliporudi na kijana Isaka waliporudi, akaandithia mama yake ile mambo wamefanya mlimani. Ate tulienda baba yangu tukafika mahali nikamwambia ndandi tuko na moto na tuko na kuni na tumesoea kwenda. Leo sadaka ya kuteketeza iko wapi? Ibrahimu akamwambia Bwana atajipea, Bwana atapeana. Tukaenda tu. Unasikia ma? Alafu sisi tukaenda tu, tukapanda. Kufika pale juu, ndandi akaniambia my son come here. Na mimi nikasongea tu kidogo. Akaniambia cheki, unaona na kushow aje, ulete mikono alafu nikushow. Alafu ndandi naye ndio huyo, kumbe alikuwa na kamba kwa mfuko. Kanangos kwa mikonos na miguus. Alafu naona zile kule zilikuwa kwa ile ndonke yetu. Kaniwekelea hapo juu. Alafu ndandi si mtu mzuri. Akanifunika hapa kwa macho. Na mimi nikaangalilia kwa mwanya juu ninaamini ndandi. Unajua mtoto yeye ana imani hawezi chinjwa na baba. Si kama tuko pamoja. Mtoto akaangalilia kwa mwanya hapo. Akaona baba akainua kisu juu. Akasikia baba akisema ninakushukuru Jehova. Wewe ndio ulinipatia na sasa nakutolea. Reke kaka akienda kuteremsha. Msaina yeye anakuanga na mchezo saa zingine kuliko anindunge akaweka chini. Unajua mtoto akusikia sauti. Baba Ibrahim ndiye alisikia usimdhuru mwana. Kondoo wako pale wa kuteketeza. Alafu kidogo unacheki madhi. Msaia akanifungua mikono, alafu akanishukisha. Kumbe alikuwa anacheza game, alafu akaenda akakuja na kondoo nyingine hapo. Alafu akaichinja, tukatoa sadaka. Sara akajua niko na muuaji kwa nyumba. Si mtoaji, muuaji. Na hapo ndio safari ya kuachana ilianzia. Sio kama mnajua. Akawa mwingine anaitwa Ketura. Anachukua mke mwingine anaitwa Ketura. Sasa kama Sara ametoroka. Pita kuna giving ukiambia mke wako atakwambia kimeanza kuruka. Kuna giving ukiambia your wife. Kwanza atarudi nyuma unaanza kusikia akisema okay, acha nikuja. Halo, mam. Sasa tumaneni huyu ni kama kichwa kinaachilia. Twende madhara haraka. Ni emergency please, ni emergency. Hebu ambia mwanzako Mungu akikuitisha shamba, unajua hamtaelewana na mzee. Mungu akuitisha akaunti yako unaona mnaweza elewana na bibi kabisa. Na kuna ka program kana. Sasa huyu mtoto wako kwa program. Ako kwa program na ndiye Mungu anataka. Ndiye Sara anataka, ndiye Ibrahimu anataka. Na yule mke mwingine na yeye alichomokaga. Ismaili waliadaga na mama yake. Na huyu mama ndiye aliwafukuza. Sasa nikuulize, are you faithful? Wewe ni mwaminifu? Endelea baba, soma hapo mbele kidogo tusikie vile kunaendelea. Mstari wa 3. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye, Isaka mwanawe. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Yes. Akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, yes, akapaona mahali pakali mbali. Ngoja sasa, akainua macho yake akaona mahali pa kutolea sadaka. Wacha nikwambie, here me church, si kila mahali pa kutoa sadaka. Si kila mahali pa kutolea sadaka. Na si kila mlima sadaka yako itapokelewa. Kuna mlima wa Jehova na kuna milima ingine tofauti. Lakini Jehova anachagua mlima wake. Anamwambia twende kwa ule mlima nitakao kuonyesha. Mahali utanitolea sadaka. Yes. Maana hiyo mlima ndio kumefungwa sadaka ingine ya kondoo. Sasa kama angeenda mlima ingine, hiyo mlima ingine ingekuwa na kondoo mwingine. True. Kwa hivyo angehafu kutoa mtoto kabisa. Lakini sasa mlima wa Jehova, yes, uko na solution ya maisha yako. Amen. Ibrahimu akaaminika.
kidney ikiharibika kwa mlima wa Jehova kuna kidney ingine. True. Damu ikiingia kansa kwa mlima wa Jehova kuna damu ya Yesu inatakasa damu ya mwanadamu. Ndio. Hapo utasema amen. Sababu unajua unasikia ugonjwa ya kansa unafikiri inashikanga watu wa ng'ambo. Inashika hata masikini siku hizi. Imekosa ndavu. Ukimwi kansa siku hizi ina mchezo. Mbele ilikuwa magonjwa ya wandosi. Siku hizi kwa mlima wa Jehova ukishuka bei, ukikuja kwa mlima wa Jehova anakupandisha bei tena. Maana kwa Mungu kuna vyote. Sasa kuna mtu hapa maisha yake yaliharibika kwa sababu ya kupeleka sadaka yake mlima ambao hauna Mungu. Mlima ambao Mungu hakutaka upeleke. Church hii ami. Kuna mhubiri ndiye Mungu amekuwekea. Mungu hajakuitia wahubiri. Mungu amekuitia mchungaji mmoja achunge roho yako. Lakini roho yako ikichungwa pale, ichungwa huko. Sasa ni wapi utakuwa mwaminifu? Ni nani atatoa ripoti yako, habari zako siku ile ikifika? Be faithful to your servant, to the man of God. Be faithful to your altar. Je, hebu kwa jirani yako, muulize madhabahu ile unaabudu Jehova. Muulize, usimuogope sababu anaweka sura ingine. Muulize, kwa hii madhabahu unaabudu kuna dhabihu zako? Muulize, kuna wewe ongea. Muulize, kuna dhabihu umetolea Jehova? Muulize, kuna dhabihu umeinua? Anasema aje? Ukiona ananyamaza hakuna. Ukiona ujue ni kidogo. Kisikia anakuambia ndio iko. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwaminifu ni gharama. Iko na gharama yake. Wewe nikuulize aje? Wewe baba nikuulize. Unafikiria wale watu wameokoka hawana meno ya wanaweza kula vitu baya? Hatuna mdomo inaweza futa sigara? Hatuna mdomo inaweza kunywa pombe? Hatuna mdomo na mikono inaweza kunywa bangi? Lakini kwa sababu tumeamua kumfuata Yesu ambaye ni mwaminifu, tunasema tutalipa gharama ya kukataa hizo vitu. Acha niwaambie, wale mnavaa matroza mnafinya huku, kuna watu wamevaa nguo kubwa na wakiamua kuvaa matroza wako na huku kubwa kuliko yako. Atanirundia hapo. Unashinda kukaza hapa. Unatembea hivi, kuna mtu amejijaza tu kabisa na nguo na amejiheshimu. Akaamua kuvaa hiyo, utatoroka. Maana amebarikiwa eneo hiyo. Ila wale wana baraka. Salimia mtu, mwambie, muulize, are you faithful to your dressings? Mwambie, muulize area ya dressing, are you faithful? Ama wewe ndio unasababisha bonda zinaingia nyuma ya marori, mara bonda imeingia kwa karabati, mara bonda imepanda ingine, mara bonda imekuta mtu kwa kioski ndani. Na si kwamba ameingia kununua. Ni wewe tu na unajua kabisa. Unajua wewe ni agent wa kuiba akili za watu. Na mimi nisema siku nyingine, it is very shameful mke wa mtu kuvaa vibaya kabisa. Vibaya kabisa. Na ni mke wako na anatoka kwako. Na umwambie hata sijui kama umeolewa ama umeoa. Wanaume amen. Ikisema hapo sasa naangaliwa vibaya. Uliza mtu, are you faithful to your family? Saidia bwana yako kuingia mbinguni. Saidia mke wako afike mbinguni. Usifike peke yako. Hapo hakuna amen. Lakini nitajaribu kuhubiri tu. Kukiwa vile kuko tu. Hata ukiniangalia vibaya tu nitakwambia tu, are you faithful tu? Hata ukiniangalia vibaya nitakuuliza unavaanga aje tu? Hata ukiniangalia vibaya nitakuuliza unakulanga aje tu? Sasa wachana na note, sitaki note. Ibrahimu akaaminika mbele za Mungu. Je, sisi ni uzao, tumenunuliwa kwa damu ya dhamana. Na wacheni niwaambie,
Sisi hatukuwa Waisraeli. Acha niwaambie. Sisi tumetoka kwa akina Tolaingoni, Tomubweka. Huko ndiko tumetoka. Mtonguche Kithaka, hatukuwa sisi wa matunda hii. Yesu ndiye amekuja, anaitwa msabibu. Akakatwa, then sisi tukawekwa hapo banding. Are we together? Tukakubalika watu ambao hawakufaa kukubalika. Sasa mimi nashangaa aje, ni mtu ambaye hakuwa wa hiyo kabila, amenunuliwa kwa damu ya dhamana, amekuwa wa hiyo kabila, then amekataa kutii sheria za hiyo kabila. Yesu anasema John kwangu wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo mizito, angalia nitawapumzisha. Sasa amekuita akuondolee mizigo. Na wewe umeingia umekuja na mizigo ingine. Na mimi ninajua hata watu wana wa Israeli wakitoka Misri, mimi nashangaa aje marenge ilikuja aje Afrika. Mimi naona na ilikuwa Misri. Naona watu wakitoka Misri, kuna watu ina maana waliweka mbegu ya marenge kwa mfuko wakasema in case. Nekiomaga in case. Abia jirani yako in case inakuletea mashida. Wewe marenge ilikuja aje huku? Kuna watu hata wakiambiwa tunatoka Misri nchi ya marenge, mimi haki napenda marenge. Haki wacha nibebe sample. Haki mbegu mbili tu kidogo. Na unajua marenge haihitaji fertilizer. Marenge hata usipolimia itazaa tu. Itaongezeka tu. Kuna mtu ameingia kwa wokovu na amekuja na marenge za kule duniani. Hata kwa chachi unataka tumbiefu kama huko. Hata kwa kanisa unataka tukupatie, tukuhubirie vile unataka. Pastor hubiri hivi taratibu na asipige kelele. Tutaki kusumbuliwa masikio. Nasikia kama anatuingilia. Aishie hapo. Ni Biblia inasema siku za mwisho watu watataka mhubiri ambaye anahubiria kile wanataka. Sio kile Mungu anataka, ni kile watu wanataka. Sasa angalia sasa kuhubiriwa kile watu wanataka, vile maasi imeongezeka. Dhambi zimeongezeka. Wewe ni faithful. Ukiitishwa pastor, unajua mimi ile siku ya mwisho Same, ile siku ya mwisho Kalonzo, mimi nitafurahi siku ya kiyama. Siku ya kiyama unajua utakuwa unatokea hivi historia na wale watu wote mahali umeenda wanapanga line nyuma yako. Kama umeenda kwa mganga unaona mganga na nyungu nyuma yako. Unamwambia ashindwa, anakuambia kusikwa kushitwa. Ni ripoti zinatolewa. Ukusoma maandiko. Maana wewe sasa maandiko inasema Mungu akaita mkutano. Nani aliita shetani? Mungu akaita mkutano. Wakakutana mbinguni. Baada ya mkutano kuisha, hapo ndio kutokea conversation. Mungu anauliza shetani, na umeona mtumishi wangu mwaminifu Ayubu? Shetani anamwambia hata si mwaminifu sana. Ni vile umempatia mali na afya na utajiri na umemwekea ulinzi. Si mwaminifu sana. Wewe alifika aje huko? I think ni baba yake pia alikuwa ameitana. Ama unajua mkutano ikiitano ya familia, hata yule brother yenu anafutanga bangi. Si hata yeye anakuja. Sababu family meeting. Kuna ingine tulikujanga tukaitwa ya entire family, iliitanwa ikaitanwa ya watu. Tukakutana mpaka na wauliza hata hawa ni wetu. Naambiwa hata akina Kalisongo, naambiwa ni wetu. Walipotezaje macho? Kaambiwa alikuwa njambazi, kapigwa mshale, kuwa mwizi wa ng'ombe. Na nikaangalia nikaona ukweli, kijana yake alikuwa anaiba Nairobi Mathare. Nikaona sasa babu yake na yeye hana macho, nikaambiwa alipigwa mshale ya kuiba ng'ombe. So huyu siku hizi hakuna ng'ombe, so ng'ombe ziliwekwa kwa mifuko. Ndio pesa. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu. Kile Mungu amesema tufanye unafanyanga. Wewe tithing yako, are you faithful? Ndio nimesema tukifika mbinguni kuna watu watashangaa. Kuna watu watashangaa. Hata kuna mtu unamuona atakuwa anakuja nyuma yako, anaenda nyuma ya mwingine. Unajua washirika watakuwa nyuma ya pasta yao. Mara kwa huyu pasta, mara kwa mwingine. Mara kwa mwingine. Mara pankobo, mara iko chini, mara sijui wapi.
siku hiyo tutakuwa kazi yetu ni kucheka. Kucheka. Hata ule ulisema wallahi sijalala na yetu Mungu moja. Ule ulisema haki ya Mungu na hapa wallahi billahi similai. Atakuwa nyuma yako tu. Halafu Mungu ni waajabu, tutawekewa ka video. Unajua simu zilikuja kusaidia uofu. Halo, uko wapi? Unioni Unaniona sasa Umeniona sasa nifuate sasa ukiwa tu nyuma yangu watu kama 15, sawa Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Watu wamejaa uongo. Watu hakuna upendo wa ukweli. Ile imebaki ni story na ushuhuda wa uongo. Mimi nasema kama hujaokoka, okoka, usishuhudie kama hujaokoka. Bwana asifiwe sana, nimeokoka, Yesu ni Bwana, amekuwa mwaminifu, amenilinda, nikaona siku njema, ninamshukuru mwaminifu sana. Haleluya, rika. Ushuhuda mure? Mkimaliza ushuhuda, sasa msimama hapo. Mkimaliza tu ushuhuda, kushuhudiana. Huyu na huyu anashuhudiana, Bwana ni mwema, ni mwaminifu, nimemuona, hata wanasalimiana, wanaagiana, agi za unafiki. Alafu akimalizana, huyu akienda hivyo, sasa ananiambia unaona Mawera, hata usimuone. Huyo bure kabisa. Hiyo ndio wokovu. Yaani watu wanaongea mpaka mama yao. Madhe kuangi na akili. Madhe. Nikuulize, unataka akuwe na akili gani kulea watoto kama 8? Unataka abakishe akili gani nyingine? Amenyonyesha watoto 8, amepikia watoto 8, amelea watoto 8, amelala kuimbia watoto 8 usiku. Na tutoto twingine ni sumbua, kanageuzwa pande hii. Kanageuzwa pande hii masaa ingine. Na mzee na yeye ni mchacha, ni wazee wengine walikuwa wanaenda kushika mashamba huko jangwani. Bibi akijifungua naenda kushika jangwa huko Ntirimiti, shamba huko Ntirimiti. Analima huko, anapiga mahesabu miezi, sasa ni miezi 8. Anakuja na viazi na ndama 2. Mokorona rejile. Na Ninduru alikuwa ametoroka ya mtoto akizaliwa hapa. Azika yake akisumbua ate usiku kanashika joto. Kama za hivi ile kuna ma infection nini, watoto wanasumbua, wanatapika, wanaharisha siwi nini. Ninasema hiyo mara yote ifike mwisho. Sasa nauliza aje huyo mzee ni faithful? Huyo mtoto wanavaa unaimbia. Bibi akichoka unampatia mama, anaimbia. Amini mzee. Na wewe mzee imbia, mtoto ni wenu nyote. Imbia hata kama hujui kuimba, mwambie. Muimbie. Si mama asubuhi macho ni red na avutangi bangi. Maana anaimbia mtoto mama. Kuimbia mtoto wako hivi. Hata wengine hapa kwa kanisa najua mradi wa maana tukisema piga makofi, unatuangalia hivi. Unajua ukiwa na usingizi unakaa ukistuka. Are you faithful? Ukaenda safari kama leo ya mbali, si karibu. Mbali kabisa. 300 or 400 kilometers. Hakuna mtu anakuona. Are you faithful? Pastor moja aliniambia kwa ndege wale watu wanakuanga kwa ndege wanakunywanga pombe. Kiwa kwa ndege wale wanaitangwa air hostess, tumsichana turembo sana. Inaitangwa nini? Ndege inaitangwa aje? Boeing ama inaitangwa aje? Our flight is around to departure. 10 minutes, please customer, get ready. Wanaitangwa customer wanaitangwa aje? Hivyo. Passengers, get ready in the next 5 minutes. Our Boeing will be leaving our flight. Yeah. Kidogo inaenda. Ikiwa kule juu, unamwona anapita na tungirasi. Na katre. Sasa ndege imefika kule hakuna mpampu. Ni na hakuna mtu anakuona. Na unakunywa Tusker ama Guinness. Unaangalia mko kilomita ngapi? Unaweza kuwa mwaminifu hiyo masaa? Gusa mtu kabisa. Jaribu kuweka hiyo kitu into reality. Unaweza kuwa mwaminifu na tena ni ya bure. Ni ya bure. Kuna mjamaa alienda akakuta lori imeanguka Sunday asubuhi.
asubuhi anaenda kanisa akakuta kiroli ya perosina kaa kimeanguka. Hai. Akauliza Mungu, hata wewe Mungu, kuna zile asijavunjika? Na shetani akamwimbia kwa wimbo, ene ya mwana ninyue. Sasa ilikuwa ya mwana gani? Na ilikuwa ya kampuni. Jamaa alituambia alijipata na kireti kama 3 chini ya mandizi kwa shamba wenyewe karibu kilomita 1 huko ndani. Na ako na chupa ya 4. Ndio anasema thank you Jesus. Oh, nisamee Bwana. Sasa huyo jamaa ni mwaminifu. Ukiajiriwa leo, acha tuongee ukweli. Saa hii watu wanataka kazi uandikwa kwa kampuni ya Kenya Breweries. Na mumeitwa mkutano mkubwa, anaitangwa MD ama anaitangwa nani ule mkubwa. Amekaa pale meza ni around, alafu nasikia sasa please tunataka tuanze mkutano. Our sister or our brother sasa ni wewe. Lead us with the word of prayers. Nasimama Father, in the name of Jesus we say thank you for this wonderful meeting. As we start, we ask you for the guidance and protection in Jesus mighty name. Amen. Na watu wa Kisugu mwachake kutukulia njaro. Mwachake kutukulia njaro. Mnaombaka na Kisugu kuna mahali unasemanga njoo tumsenya now in the name of Jesus. Hata mimi nitaomba siku moja hivyo. Haya, alafu sasa unasikia kila mtu apewe drink ni ya kampuni na umeajiriwa kwa hiyo kampuni na uko nywangi na mnauzanga, lakini siku imefika ya kwenda ukutana na mkubwa. Unajua sasa lazima brand ile mzuri weko hapo. Alafu na supervisor wako unaona anasikia kiwaambia ile mambo ya wokovu unasemeanga unajua leo unaweza poteza kazi. Mambo unasemanga ya kionoko. Chunga usituangushe hapa. Usituangushe. Alafu nasikia sasa akisema okay. Nataka tuonje hiyo alafu tunataka tupewe another brand tusikie ni brand gani tunaenda kuachilia mwaka hii. Sasa unaanza kujiuliza msamaha nikunywe baba nisikunywe nipoteze kazi. Sasa hapo malaika wa shetani ako na kitabu na malaika wa Mungu ako na kitabu. Wanaambiana ngoja uone ni wetu. Ngoja uone hata tuangusha. Ngoja uone hata waangusha. Wangapi wanaweza kuonga sipu moja? Ni kama leo hawakukuja. Kama unakunywanga December. Are you faithful to your pastor? Are you faithful to your altar? Unatoanga tithe zako? Bwana Yesu asifiwe. Sababu watu wamekosa uaminifu. Na uaminifu una gharama yake. Wakati umesema hakuna dhambi, hiyo ni gharama unalipa. Hakuna uongo, ni gharama unalipa. Hakuna kuiba, ni gharama unalipa. Hakuna kufuata tabia mbaya, ni gharama unalipa. Hakuna kulipiwa nyumba na mpango wa kando, nitasimamia utakatifu, ni gharama ya uaminifu unalipa. Siku hizi hata wanaume wanalipiwa nyumba. Siku hizi kwanza ndio wanawekwa na mashuga mami. Halo. Wandugu amen. Kishuka mame kinakuja na gari hapo kinateremsha kio. Utaki kujua kwa na sura ama ana sura. Sema guide imeomoka. Jesus says Lord, God ameniremember. Nakukumbuka na mama ako na watoto kama wewe, wakaamua kukuja mgomo jienzi huwezi amini. Unamuita you honey. Nyanya yako, mama yako unamuita honey. Kabisa. Paka hata hiyo mama anacheka kabisa. Anajua mimi si hii ni fala kabisa. Wacha nikusomee kitabu kingine moja tumalize sababu. Luka 8:13, Luka 8, Luka 8:13. Be faithful. Jifundishe kuwa mwaminifu. Uache kucheza na wokovu. Shadraka, Meshaki, Abednego walijaribiwa, walisimamia imani yao. Ibrahimu amejaribiwa, amesimamia imani yake. Wewe nakuuliza aje unaweza achwa kwa soko na mwenzako amepanga vipango 5 akwambie nimekimbia kwa nyumba ninakuja. Customer akuja anunue vipango 3, si unaweza toa zingine kwa ngunia na upange hapo kama zile tu alikuwa amepanga. Na hiyo pesa uweke kwa mfuko na asijue. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu, mke wako unaweza kumpatia ATM mtume banki. Kwa ATM enda chomoe pesa. Na wewe dada ni mwaminifu unaweza pewa.
Unaweza tumwa. Unajua hata kuna watu hawajiamini. Au jiamini hata wewe mwenyewe. Tusomee baba. Kitabu cha Luka mtakatifu 8:13 mstari wa 13. Yes. Na wale penye mwamba, na pale kwenye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha. Watu pale sasa kwenye ule mwamba ndio watu wengi. Hata saa hii kuna watu wanapokea neno vizuri sana. Lakini kuna mwamba, kuna jambo linakungojea kule nje. Nao hawana mizizi. Hauna mizizi. Hata nikukuhubiria hapa kama hauna mizizi ya imani. Uamini kitambo kidogo. Unaamini kitambo kidogo kwa sababu hauna strong roots, hauna taproot. Mimea yenye iko na fibrous root. Fibrous root ni hizi mizizi za upande. Hiyo inaweza ikapata maji kwa miezi 2-3 kama maharagwe mahindi. Na wakati wa kujaribiwa ujitenga. Wakati wa kiangazi ukitokea kidogo inakauka. Kwa sababu gani? Watu wengi hawakuangi tayari hata kujaribiwa. Hata vijana hapa. Kijana msichana akwambie ero with you. Na anataka kukupima one kama wewe ni mwaminifu. Naweza kusema hii madharau sitaki. Hiyo mimi sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukihubiriwa neno uko na mizizi ya kufuta maji. Uko na mizizi ya kulishika neno. Sababu mizizi yako kama imeenda chini, dhoruba ikija, mafuriko yakija, upepo utakapofuma, muti ule utabaki umesimama. Unajua kuna mtu ameokoka hapa, tumajaribu tukikuja kidogo, unamsikia amesukumwa na upepo huko. Na area kerie na area kariene. Akiuga ninatafuta Mungu. Ninatafuta Mungu. Unaona hata wale watu zuri na makanisa ni misingi hawananga, ni misisi hawana imani. Kidogo kidogo kwa upepo wengine kanakuja ukiwa Keria, tunakusikia ukiwa wapi? Kethirone. Ukisema kuna mama mwingine nimesikia hapa anashika laini. Nani ashikangi laini? Si hata nduthi inashikanga laini. Hiyo sio laini. Unakaa Kethirone unaanza kusikia tena kaufuma kanakuja na kaupepo unasukumwa tena, tunakusikia huko kwako kwa nyumba. Unatandika kitambaa hapo, unasongesha meza zote huko, unasema thank you Jesus. Sasa tuko mbele zako na hii ni ibada takatifu. Hakuna Mungu nyumba. Alafu masaikina watoto wanatukanana hapo. Kwenda huko sijui nini. Saikina mzee analete maneno unamshika mashati. Na nilisema ni marufuku Jesus wina mwanamke kupika bwana yake. Ni marufuku. Si halali na si haki. It is illegal. Ni illegal au arama? Ni illegal. Nikusikia umepiga bwana yako. Utatueleza kinaga ubaga. Kumshika kora unasokota mzee mpaka karibu pumzi ishe. Juu umebarikiwa na afya. Hai, si haki. Jamaa guza mtu mwambie si haki. Mwambie hata kama unalipanga nyumba si haki. Mwambie hata kama unanunua chakula si haki. Yaani wanaume wanakonda ni kuvumilia, wamevumilia, wamesokotwa si mara moja. Si mbili. Karambu Monjundo okoka. Karambu Monjundo okoka. Narudia tena sema Karambu Monjundo okoka. Wewe unajua ni wanaume wanajizanga huku nje. Ile mambo wanaonanga huko hawaogeagi. Mimi kuna dada tulikuwa tunakomboa naye kwa ploti moja. Siku moja kajioni moja tumekuja tumeonja vyetu tu mosmos kidogo tu tuko na bwana yake. Na bwana yake ni jamaa amejaza. Nilisikia pum na akaambia ngome. Nikasikia ni kama oi mwana baba yangu. Jamaa alivuata kwa nyumba akaingia. Kesho yake unajua alijaribu kunitakanya akaniambia unajua tunachezanga na mke wangu. Sasa mnachezanga kwa watu. Sema Mungu hurumia huyo mwanaume. Uliza mtu are you faithful? Muulize sasa magonjwa yakikuja. Are you faithful?
Sai changamoto sikija, are you faithful? Nasikia mawe alikuwa anashikiwa raini huku, mara unasikia ameenda kwa ile kanisa ingine inaitangwa toto confusion. Mtu ana usome hapo tena bundi Luka 8:13. Imani ambayo haina misisi. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea neno. Mbegu ambayo imeanguka kwenye mwamba ni wale watu ambao ulisikia neno kitambo kidogo tu, wanalipokea kwa furaha. Wanalipokea kwa furaha kitambo kidogo tu. Nao hawana mizizi. Hawana mizizi. Uamini kitambo kidogo. Uamini kitambo kidogo tu. Na wakati wa kujaribiwa. Na wakati wa kujaribiwa ujitenga. Ujitenga. Unajitenga. Unasema mimi sitaki kujaribiwa. Dhahabu ndio itwa dhahabu, lazima injaribiwe. Praise God. Amen. Imani yako imeenda chini. Ulikuwa muombaji, ulikuwa unafunga, ulikuwa unapiga magoti unamlilia Mungu, ulipata kabiashara kandogo, akili yako imekudanganya umefika. Ulikuwa unarauka kanisa asubuhi na mapema, unajitolea kwa kazi ya Mungu, unabebana na watoto wako, ukujali mvua wala baridi. Leo umepata mapeni kidogo, watoto wangu watapigwa na joto, watoto watapigwa na baridi. Na ulikuwa unakuja na mvua na mwafuli, ungelipa bonda hiyo wakati. Wacheni niwaambie, Bwana kama amekukumbuka, simamia imani yako, wacha kuyumba yumba. Wacha kuyumba yumba. Ninarudia tena. Unajifanya usiki, narudia tena ndio usikie vizuri. Rudia. Kama Mungu kuna level amekutoa akakupeleka level nyingine, yes. Wacha kuyumbisha imani yako. Dio. Wacha kuyumba yumba kwa imani ya wokovu. Yes. Wacha kuyumba yumba kimaombi. Dio. Wacha kuyumba yumba kwa utakatifu. Yes. Wacha kuyumba yumba kimatoleo. Dio. Wacha kuyumba yumba kimavazi. Yes. Wacha kuyumba yumba kwa msimamo. Ndio. Nitasikiza ule pasa, nitumie ule fungu. Wacha kumtumia. Wacha kumtumia. Hiyo ni karibu sana. Siku ya majaribu itakapofika, ama siku ya kungawa baraka, ndio unasikianga, endeni mkakule lunch, mnaitwa na mama, mnaitwa na dad, ndio watoto waingie wangaviwe. Anko ananga urithi. Urithi upatikana kwa baba. Salimia mtu. Muulize umehangaishwa mpaka wapi? Kuna mtu alibeba mwafuli kwa hii church? Naomba mwafuli. Kuna mtu ako na mwafuli? Kuna mtu ako na mwafuli kubwa? Siasha mniangalilie hata huko nyuma. Nahitaji mwafuli. Kama kuna mwafuli mnaiona nisaidiwe tafadhali. Mama Chris, sijui kama unanisaidia kuiangalia mwafuli. Kuna mwenye ako na mwafuli? Inua juu hivi tuione. Thank you. Tumepata hapa. Thank you, thank you. Fungua. Asante. Ya solution. Kuja hapa sasa. Kuja hapa. Simama hapo. Sema asante Yesu. Kuja Mawira. Ya kwa hii mwafuli. Ukiokoka Mungu anakupatianga mwafuli. Kuja mama Mansi. Yepa. Ukiokoka Mungu anakupatianga nini? Unaingia ndani ya mwafuli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka Mungu anakupatia nini? Mwafuli. Na ukiwa ndani ya mwafuli kuna maisha haiwezi kukupata. Praise God. Kuna maisha haiwezi kukupata. Wewe umeokoka? Kuja. Kuja tu. Sijali. Gia kwa mwafuli hapo. Gia kwa mwafuli. Nani mwingine anataka kuingia kwa mwafuli? Mwenye kuja hata wewe babako na shati white kuja. Ingia kwa mwafuli. Kunataka kunyesha. Nataka kunyesha. Sasa wewe ukinyeshewa shauri yako. Si mwafuli iko. Sasa mkinyeshewa shauri yako. Kuna mtu ananyeshewa? Mwenye ananyeshewa ako ndani ama ako nje? Uliza jirani yako, uko ndani ama uko nje?
mpaka nimekuletea practical sasa. Haya. Tuseme sasa. Hebu chomoka kwa mwafuli. Chomoka kwa mwafuli na wewe chomoka kidogo kwa mwafuli. Haya. Kuna nyesha. Hao wananyeshewa? Si hao wako kwa mwafuli? Haya. Hao wananyeshewa? Wako kwa mwafuli? Wako wapi? Alafu baba, woi niondolee mvua, niondolee mateso. Unajidanganya uko ndani ya mwafuli na uko nje ya mwafuli. Hata nikuombea na tukupake mafuta tarehe 30, itakuwa kasi bure kama hutakuwa ndani. Kama hutakuwa ndani, salimia watu wawili. Muulize uko ndani ya mwafuli. Hizi unaona matone zinapiga kwa mabega huku. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kuna mwafuli imesuilia area ile inachungangwa sana ni kichwa. Huku kwingine hakutakosa matone. Lakini hawa akina Munyu wamenyeshewa mpaka kichwa kabisa. Si ndio? Sasa wewe uko ndani ama uko nje? Imani yako iko kwa mwafuli wa Kristo Yesu. Yesu Kristo ndiye kinga ya majaribu, ndiye kinga ya magonjwa, ndiye kinga ya anjali, ndiye kinga ya waganga na wachawi. Wakati wanataka kukumaliza, wanakuta. Wakati wanataka kukumalizia biashara, wanakuta. Lakini wacha uchomoke nje ya mwafuli. Na ile kitu inatoanga watu nje ya mwafuli ni kiburi. Ni kiburi. Unaona ukivaa ukule na ushibe, ndio utaona Reverend Jacob ni mjinga. Ni fala. Ashikanishangi. Lakini siku ile tulikuwa tunakutoa nyoka hapa unatapika nyoka. Toa yote. Toa yote. Sinatoka unaenda huko unaweka. Na ninga hatoria kuita na ugetoke kirwa. Toa karara korwa. Salimia mtu, muulize who is your pastor? Anakuambia aje? Anakuambia aje? Mwambie kwanza ukiona mtu asalimiani, huyo kwanza hata ikiwezekana muondoke kidogo. Ako na mashida. Sikudangani hata Asha, unaona hata Asha au Asha unaona? Si wote wamesimama. Sio wote. Acha niwaambie, si wote wamesimama. Wengine nimekora sana. Nimekora sana, wananiita tatina nimekora. Si wote. Wawili nimekora. Naniita tatina huko na tati mwingine mpango wa kando huko. Usifikirie mpango wa kando ni wa mwanaume peke yake, hata mipango ya kando ya aspiration iko. Naniita tati na unaenda huko. Naniita tati unasema unaenda kwa nini? Naniita tati unaenda huko na unaenda kuniongea. Kanisa iko aje? Kashina village. Na uko hapa na mshipi yetu. Malaika wa Mungu akunyang'anya. Mimi sitakunyang'anya mbingu yenyewe. Raudi, mbingu yenyewe ndio itakushughulikia. Mbingu yenyewe. Juu nikikushughulikia, utaweka vita na mimi. Nikikuachia mbingu. Si hawa wako sawa. Wako sawa. Na wajua, God bless you. Ambia mtu ingia kwa mwafuli. Ingia kwa mwafuli. Anasema aje? Unaona wale watu wanapendanga kuitana tati sana. Kuna kitu wanafichanga in the name of daddy. Hapo. Mimi kwanza leo usiniite tati, niite reverend. Niite hata pastor. Kuliko uniite tati ukiwa mkora. Niseme nisiseme? Wacha nikuambie, ukiona mtu ana mahangaiko kuna sababu. Sio bure. Ukiona imani ya mtu ujue kuna sababu. Na nikwambie for your information, hakuna mahali hakuna challenge. Hata mahali unaangalianga unaona hakuna challenge, kuna challenge zao. Imani ikiwa hapa imekosa mizizi ya kutosha. Kwa sababu gani imekosa mahali kujipatia mizizi?
imekosa mume, imekosa mizizi. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna mwamba, kuna rock. Na hiyo rock, hiyo mawe, mizizi inatafuta mahali pa kupenya, hakuna mahali pa kuingia. Kwa sababu mawe kuna ugumu. Habia jirani yako, ondoa ugumu wa moyo. Si unaona hata sasa usikii kuongea? Sababu moyo ni mawe. Mwambie ondoa ugumu wa moyo. Mutharimi woi. Koga turo soro ronda ya kigare kia dizeni. Habia jirani yako, ondoa ugumu wa moyo. Umuone Mungu. Ulikuwa unatoa fungu, si ulishindwa? Hapana. Hata Mungu usimama na watu wake. Kuna gharama ukilipa saa hii, kesho utafuna mema, kesho utafuna mazuri. Ninatangaza leo, regesha imani yako kwa Kristo. Yes. Shikilia utakatifu. Utamalizia vizuri. Yes. Imani yako ijengeke. Imani inuke kidogo. Mtu mwenye hajawahi funga na kuomba, kuna madhabahu ya kwao hajawahi guza. Paka siku ile utafunga na uo. Na ukifunga ukiomba sita react. Lakini ukifunga ukiomba na ukitoa na uamini, hata sikireact, Mungu atakupatia ushindi. Salimia jirani yako, mwambie be faithful. Mwambie be faithful. Mwambie unaona kwa hii madhabahu, be faithful. Mwambie uwe mwaminifu. Uwe nini? Mwaminifu. Nasema hivi, ukishikilia imani yako na ulipe gharama, mwisho wake matokeo ni mafanikio. Matokeo ni ushindi. Matokeo ni uponyaji. Matokeo ni kuinuliwa na Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia nasema nini? Joel chapter 2 verse 12. Sababu watu wamekosa imani, watu wamekosa uaminifu, watu wamekuwa wadanganyifu, watu wale ambao Mungu alitarajia watasimama wamwakilishi, wameibisha neno lake. Sasa ndawa itatoka wapi? Joel chapter 2 verse 12, 13 and 14. Tusomee tumalizie, tuingie kwa prayers, tumalize. Lakini sasa asema Bwana, nirundieni sasa, mumekosa uaminifu, nirundie. Kwa mioyo yenu yote, kwa moyo wako wote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza, rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka, ageuke na kutuachia baraka nyuma yake? Yani atuondolee hasira, atuachie baraka. Amen. Naomba leo Mungu akuondolee hasira, akupatie baraka yake. Naomba leo Mungu akuondolee mapigo. Mahali ulikosea, mbingu ikusamee. Hata kama ulikuwa unafika kanisa mapema, umeshindwa kurauka mapema, leo mrudie Jehova. Mbingu itakusamee, na mbingu itakutolea mazuri. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu wa Israeli. Baba, tunasema ni asante, jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Jina lako litukuzwe. Simama. Hiyo udhaifu, hiyo ufifu, hiyo kulipa gharama ndio tumesema tukataa, hiyo ni pepo. Simama na sima saa ya kwenda nyumbani. Simama jamani kwa miguu yako. Inua mikono juu, mpigie Yesu makofi yale mazuri. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu. Jehova, tumekuja mbele zako, tunakuinua. Baba yetu, tunasema wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye haki, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka yote, ni wewe Baba yetu. Tumenyenyekea tukikuinulia mikono. Sisi Bwana tumesikia neno lako. Umetuambia Baba tuwe wakamilifu wa imani. Umesema imani zetu zisitingizwe. Umesema Baba tukutumaini. Umesema Jehova tukungoje. Umesema tuondoe mashaka Mungu. Umesema tusimamie haki na utakatifu. Kuna wengi Baba wamekosea, wengine wametoka kwenye njia zako, wengine imani zao zimefarakana na dhambi na uovu wa dunia. Baba, tunanyenyekea leo. Baba yetu, tunataka
tunatoba dhambi zetu na makosa, tunatoba tukiwa kanisa, tunatoba mchana wa leo. Torakoshi karababoze rebeshende netoriva oromore korinetariva vikana mashatori netoriva. Baba unaweza, Jehova Jireh unaweza, Jehova Nisi unaweza. Baba samea kanisa lako, Baba samea watoto wako, Baba samea kila moja inua mikono juu, kila moja tukubaliane. Baba tunaomba msamaha, Yesu tunaomba msamaha, Jehova tunaomba msamaha. Baba tuomba utakaso, Baba tuomba kibali chako. Baba tutenge na kiburi, Baba tutenge na majivuno, Baba tutenge na dhambi, Baba tutenge na usherati, Baba tutenge na ulevi, Baba tutenge na wivu, tutenge na ugomvi na vita. Tutokose Bwana, utarakoshe koria rogole koshato harama sikarina, utuoshe kwa damu ya mwana kondoo. Usafishe kila moja, safisha imani zetu, takasa mawazo yetu, takasa nyumba yako, takasa familia, takasa mienendo yetu. Oh Baba yetu, takasa kila moja, kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo. Bwana utakase nyumba hii Baba, utakase jina la Jesus wina. Baba utakase hili jina, Baba utakase hili jina. Baba ongeza malaika. Oh Baba yetu ni wewe, ni wewe Baba tunainua, ni wewe Baba tunaangalia. Hatutaki kupotea, hatutaki kusawishiwa na wauaji na mikora ya kiroho. Imepotesha wengi, imeangamiza wengi Baba. Oh Baba yetu, kila roho ya kusema, kila roho ya mapepo, kila roho ya kusema, kila roho ya epo, kila roho ya kifo, kila roho ya ming'ang'ano, Baba yetu tuondole. Baba takasa kila moja, Baba takasa huduma, Baba takasa nyumba yako, Baba takasa wanao. Oi Baba yetu ni wewe, ni wewe tunainua, ni wewe tunaangalia, ni wewe tunatumainia, ni wewe mwaminifu. Pigania hii kanisa, pigana vita vyote Baba yako, pigana Jehova, pigana vita Bwana Baba yako, pigana vita vya nchi kavu Baba, vita vya baharini, vita vya anga, pigana vita vya mapepo, pigana vita vya maagenti wote Baba waliotumwa kuua na kuangamiza. Oh wafalme wa usherati, ufalme wa kafara, laana zote, shoka zina uwezo Baba mahali hapa. Oi Baba tusaidie, oi Baba leta neema, oi Baba leta ushindi, oi Baba leta uguzo, Baba leta mwanga wako uliye mwanzilishi Baba wa kazi yako njema. Oh saidia wazee Baba, saidia wazee, naombea wazee Mungu, saidia roho za wazee, saidia imani ya wazee, saidia familia za wazee, saidia wamama wa kanisa, wasaidie Jehova. Naombea neema yako, naombea hekima yako, naombea ufahamu wako, naombea uguso wako Baba, watenganishe na kila roho Bwana imetumwa kwa wamama, roho ya mazoea Baba, roho ya mazoea, roho ya vitabago, roho ya ipo Baba, roho ya umasikini, hiyo roho Baba iondoke. Jehova shikilia vijana Baba, shikilia vijana, vijana tunaombea, inua vijana Baba, shikilia vijana, tembelea vijana Baba, okoa vijana Mungu, saidia vijana, oh saidia waipaji, saidia waipaji, saidia wacheza vyombo, saidia watumishi wako Baba, tujui rafiki hata ndu ya tumojoe aliyetumwa kutuchangana. Oi Baba tusaidie, ila wingu imeinuliwa ya watu kukosana hata bila sababu. Hiyo roho ya utoto, hiyo roho ya magonjwa, hiyo roho ya aibu, hiyo roho ya vita ya kugonganisha watu, visha
tunaikataa. Baba yako ashiria umoja na amani yako, washiria mema yako, washiria mwanga wako, washiria neema yako, washiria sauti yako. Tata Jesus wino, tata ili kanisa, inua Bishop Muai, inua Ndikwata Baba, inua muraji zetu, inua Nkobo Baba. Limitation zote zimeinuliwa kwa umoja, tunaziotoa, tunazikemea, tunachuria fire. Kila moja ashiria kanisa liseme, jamani sema rusha fire. Mara ya kwanza fire kule nyuma na upande mwingine, mbele na nyuma, chini na juu, tunashiria moto, tunateketeza madhabahu ya shetani, madhabahu ya kansa, madhabahu ya pressure, madhabahu ya ukimwi, madhabahu ya ajali, umwagikaji wa damu. Roho ya kusia watu wasiope, roho ya kufunja watu moyo, roho ya kupangua watu kwenye line na mpango wa maombi, hiyo njoka itafanikiwa. Oi Baba, nalilia kanisa, nalilia kanisa lako Baba, saidia kanisa. Jehova saidia kanisa Baba, tetea kanisa. Oi Mungu wa utukufu, ila roho iliinuliwa Baba, ila sadaka ilitolewa kinyume shetani, tunakiri Bwana Yesu, hiyo ni sadaka tosha. Oi Baba yetu, oi my Father, oi inetorifa, oroboreka zaya, ya mashandoreko, rofo zeketa, ima shandari nae, moto wako shoke, kafu yako shoke, uwezo wako shoke. Baba tushikiri, Jehova tuimarisha, Jehova tuinue, wanongoje tuaibike. Baba tuondole aibu, Baba tuondole hasara, tuondole kuibiwa, tuondole anjari, tuondole mikasa, ondoa divorce, ondoa matengano. Jehova Baba yetu, neno lako lifanye kazi. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni Elishadai. Oi Baba yetu, Jehova unaweza, haki wewe ni Mungu. Oh Baba yako Emmanuel wa Mesia, tumekataa ndoto za mapepo, ndoto ya njera, ndoto ya shule, ndoto ya kuota na kijiji. Hiyo itoke, hiyo itoke. Malaika wa Jehova, o mazeke rebeze kerina imashandara babu rokotobo zeke rekeshenterina ikandara babu zaya rekeshenterina iandara babu zaya. Baba wa mbinguni, leo simama na madhabahu, leo simama na kanisa. Kuna watu wamefuga Baba, wamechekwa Baba, wameogewa, wamepigwa vita, wengine wameibishwa, wengine wamefunjwa moyo, waliojitoa Bwana kusimama na kazi yako Baba, wameingiliwa. Waliokuwa wana support, waliokuwa wanakutolea, wameingiliwa Baba, wamepandwa magugu Baba ya kutawala, Baba ya kuonekana. Leta uponyaji, ponya imani zetu, ponya mioyo yetu. Hii mikono tumeinua, kila moja inua mikono Baba. Hii mikono Bwana tumekuinulia leo, takasa hii mikono, takasa hii mikono, takasa hii mikono, takasa hii mikono, takasa mifuko yetu, takasa mawazo, takasa kaunti zetu, takasa ngala zetu, takasa nyumba hii Baba. Regesha neema ya maombi, regesha neema Bwana, regesha neema, regesha neema Baba. Washiria utajiri. Oi my Father, ulionyesha malaika akeshoka na baraka, malaika akeshoka ashuke na ushindi, malaika akeshoka ashuke na wimbo pia, malaika akeshoka ashuke na ushindi. Oi Baba yetu, Baba, kumbuka ile gharama tumelipa, kumbuka ile gharama Mungu, ile gharama ya kufunga, ile gharama ya kujitoa, ile gharama ya kujitolea, ile gharama ya kulala kwa baridi Baba yako. Oi Mungu, kumbuka, shikilia kasi hii, usikubali mwanamke au mwanaume
yalebo. Baba ashiria uwezo. Malaika wako Baba, upanga umenolewa, ukatao kuwile. Pigania hii kanisa, zingira kanisa lako na magari ya moto na jeshi la Sabaothi. Oi Baba yako, tunafungua mateka waliofungwa kule nje, waliofungwa wasikie, tunawafungua leo. Waliofungwa siokoke, tunawafungua leo. Waliofungwa siamini, tunawafungua leo. Rapapapapa Rebecca Shetoria. Oi my Father, waliokuwa wananena na lugha wakatekwa, waregeshe neema, waregeshe neema, waregeshe neema, waregeshe neema, regesha neema yako, regesha neema. Shikilia madhabahu Baba wa mbinguni, Jehova Jireh, Jehova Shama, Jehova Adonai. Shikilia madhabahu, shikilia kanisa, shikilia huduma. Oi Baba, ondoa pressure, ondoa tesokari, ondoa wasemo, ondoa asima, ondoa attack, ondoa kidney failure, ondoa infection. Oh my God. Ora mazeke Rebesha karineria. Kuna watu waliombwa pesa, pesa ikatumika kuwafunga. Oh my Marinetorifa Rebeko Satoria. Baba watembele, Baba watembele, Baba watembele. Tembelea watoto wako, tutembele Jehova, Jehova tutembele, tutembele Mungu. Tumetubu dhambi, tumetubu makosa, tumetubu wafu. Tutembele Bwana, tutembele Jehova, tutembele Baba, tutembele Adonai, tutembele, 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 tutembele. Yekatarina. Baba wa mbinguni, kuna mtu wako hapa Mungu, ni ndoto tu aliota akiwa uchi, na mambo yote ikaanza kuharibika. Malaika tembea, oh tembea Baba, tembea uwaregeshe Baba, tembea utuvalishe, shuka utuvalishe Baba, utuvalishe, jo utuvalishe Baba, jo utuvalishe Mesia, jo utuinua Baba yetu. Kuna mtu alisaidia, kuna mtu alinunulia mtu chakula, kuna mtu alisimama na rafiki yake, shetani akaja akaingilia kati, akasambaratisha ule urafiki. Urafiki ukaisha Baba, uadui ukainuka Baba. Ninakuomba leo Baba, ututakase Bwana, utakase kila moja, utakase kila moja, utakase watoto wako, utakase madhabahu, utakase hili kanisa, utakase nyumba hii. Imare baboza revere korinai bere korine tariba sarine tariberia dinaya. Adonai Baba yetu, unaweza Mungu wetu, unaweza Baba wa uzima, unaweza kimbilio, unaweza tegemeo, unaweza tarajio, unaweza leo Baba, leo Baba, anza kuwatembelea, anza kuwatembelea, anza kuwatembelea, watembelee Bwana. Wafuta machozi, wafuta machozi, wavalishe mavazi ya rohoni Baba yako, tuvalishe mavazi, tuvalishe viatu. Oh my Rimakanda rababo Roforeko setoye Irinitari babozeke Remeshenteria Iandari mamozaya. Oh Baba, kuna danda nyumba yake imebomoka Baba ya kutembea. Kuna mume ambaye ameachwa na mke wake, kuna mke ako hapa ameachwa na mume wake. Kuna watoto Jehova, wazazi waliachana, wazazi walikufa. Oh, nani atasaidia? Ni nani atatusaidia? Nani ataturumia? Baba yako, Baba yako, Baba yako, Baba yako. Ondoa uchafu, ondoa uchafu, ondoa uchafu, ondoa uchafu, ondoa uchafu. Baba tutakaze, oi Baba tutakaze, oi Baba tutakaze, tutakaze Mungu wetu, tutakaze Emmanuel. Oh my Father, oi Jehova God, kwa wale watu ulinituma, nimewaambia kile ulitaka niwaambie. Oi Baba yako Jehova Mesaya, neno lako Mungu lifanye kazi.